nao kwa sasa tukisema wanamsubiri Yesu, yani kuna kwa vyovyote vile kwamba kwa sasa sisi kama Waislamu tunamsubiria Yesu arudi. Embo 43:61 Qur'an. 43:61 Qur'an. 43:61 Qur'an. Sawa. 43:61 nasema, na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama. Basi usitilie shaka na nifuateni, hii ndiyo njia iliyonyooka. Soma Farsi, huyo akakuficha kitu hapo. 43:61. 43 aya ya 61. Kuna kitu kidogo tunatakiwa tujifunze, tutaelewa kwa nini tunamsubiri Nabii Isa alayhi salam. Okay. 43 aya ya 61. Sawa, 43:61 nasema hivi. Na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama, kwa kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni, hii ndiyo njia iliyonyooka. Yes. Unaona Qur'ani inavyosema. Kumsubiri kwetu Nabii Isa ni moja dalili ya kiyama. Wakati dunia itapokwenda kufika mwishoni, atatokea mtu anaitwa Masihi Dajjal. Atatokea katika mji mmoja wa Irani unaitwa Khurasan, ambapo pale ndio amefungwa Masihi Dajjal. Na Masihi Dajjal ina maana Masihi Dajjal tayari yupo amefungiwa pale, kuna kisiwa kimoja kinaitwa Khurasan. Kwa hiyo huyu ndio atakuja kuipoteza dunia, kwa maana atakuwa na nguvu nyingi za kufanya kila atakacho. Mungu alimpa hizo nguvu za kufanya kila atakacho. Sasa huyu Nabii huyu atakapotoka Masihi Dajjal, yeye sasa ndo atakuja. Na akishakuja sasa ataanza kuupoteza ulimwengu kwa nguvu sana. Lakini huyu atakuja kuuawa na watu wawili. Atakuja kuuawa na mjukuu wa mtume anaitwa Mahdi, na atakuja kuuawa na Nabii Isa alayhi salam, ambaye Nabii Isa atashuka katika mnara mweupe pale Syria. Atashukia maeneo yale, pale kuna mlango wa kuelekea mbinguni. Kwa hiyo Nabii Isa akishashuka atakuja kuungana na Mahdi. Hao ndio watakaofanya kazi ya kumuua Masihi Dajjal. Kwa hiyo Nabii Isa kwenye Uislamu, Yesu ni mtume mmoja mtukufu sana, ambaye anakuja kumuua yule mtu ambaye anayeupoteza ulimwengu kwa kipindi hiko. Ndio maana sisi huwezi kutofautisha na Yesu. Yaani huwezi kisimulizi kutuweka tofauti na Nabii Isa. Na ndio maana narudia tena, husikii kauli za kumtukana Yesu, wala husikii kauli za kumkashifu Yesu. Wanaomkashifu Yesu wao hawajaelewa nini wanatakiwa wafanye. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kwa hivyo nendeni mkayafunze mataifa, muyabatize yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwafunze wafuate yote niliyowaamuru, na niko pamoja nanyi daima hadi mwisho wa dunia. Amen.